Muda bado kupiga simu. Itakapofika saa 1 kamili pale tutaanza kupokea simu. Mpaka dakika 15 ni muda wa mashabiki zone, tutaanza kupokea simu zako. Tunza hiyo simu bwana. Sasa hivi ni wasaa wa kusoma ujumbe mfupi ambao unaendelea kutiririka humu ndani. Huyu mwingine anasema pia napata vilivyo. Huyu bwana SMS yake imejirudia kutoka pale Nyange. Tuma SMS mbili. Ndio bwana nataka kutuma SMS zao ziendelee kuonekana kwa wingi kweli kweli. Ikiwa ni 0773275051 0773275051 kiungo Mdegai Steven Bruno mechi tatu kadi 8 Geoffrey Ponda soft touch pamoja na Halfan Abdullahi, tukiwa huko ndani tunaendelea kuzichangaza zile zote za kimichezo na moja kwa moja. Yes, ni wasaa sasa wa kwenda kuangalia Wekundu wa Msimbazi Simba bwana wamefanya usajili. Na sio usajili mgeni, ni wachezaji ambao wanajulikana na ni wachezaji famous pale kwenye kikosi cha Simba na tunawashuhudia msimu huu wakikipiga kweli kweli. Namzungumzia Lucien Delok, lakini pia Yusufu Kagoma. Lakini kila mtu anaona kama usajili wa Lucien Delok akiwa na umri wa miaka 30 kwa sasa kama ni usajili ambao Simba wamefanya usajili bora. Japokuwa alikuwa ni mchezaji wa Simba, wengi walikuwa wakizungumza kwamba amekuja kwa mkopo Simba akitokea Mamelodi Sundowns kutokea pale nchini South Africa. Sasa Simba wameweza kumpata Lucien Delok, lakini Lucien ana miaka 30. Kwa umri wake ambao yupo nao na kwa kile kiwango ambacho anakionyesha Simba, ule uwezo wake wa kucheza eneo la nyuma, vipi Simba amelapa dume ama mkataba walioingia naye wa muda mfupi mwaka mmoja hapa ungeongeza kidogo hata miaka 3-4 hivi, kwa sababu Afrika beki miaka 30 sio mingi kwa upande wake. Ni sahihi kabisa, kwa sababu hata ukiangalia kwa sasa hivi mabeki wa Simba wamekuwa na wanasumbuliwa sana na majeraha. Kama tulivyoona alianza Abdurazak Hamza akapata majeraha, tukaona pia Wilson Nangu naye anapata majeraha. Hapo pia tukaona wakafanya kumpeleka kwa mkopo Chamu Karabu ambapo wamemleta Olivier Toure. Kwa sasa hivi ambapo naona nafasi hiyo ambapo wamemwongezea mkataba Lucien Delok ni jambo ambalo ni sahihi sana, kwa sababu pengine angeweza kuondoka Lucien. Unaona kabisa pale katika eneo la ulinzi Simba angekuwa na wakati mgumu sana. Sasa hivi regular starter ambaye angebaki pengine tukasema ni Olivier Toure pekee, kwa sababu sasa hivi ambapo panaonekana pale pamekuwa na combination nzuri sana sasa hivi kati ya Ousmane Olivier Toure pamoja na Lucien Delok. Kwa pengine Delok angeondoka ingekuwa tena ni jambo lingine la kutafuta either beki mwingine au umpandishe yule bwana mdogo Vedastus Masinde ambaye amekuwa anaingia na kutoka, ambao ni chaguo la pili. Kwa hiyo ingekuwa ni vigumu kidogo kuingia moja kwa moja kwenye mfumo kuanza kujitafuta, ambapo kikompea na sasa hivi ambapo combination nzuri imekuwa baina ya Lucien pamoja na Toure. Zungumzia typically namba 6 kwa ligi yetu sasa hivi ya NBC. Moja kwa moja utaenda kumtaja Yusuf Kagoma. Ukiangalia Kagoma namna ambavyo anacheza, hususan ni timu ikiwa inashambulia, maana ni mchezaji ambaye anaongoza akiwa uwanjani kublock mashambulizi ya timu pinzani. Sasa kitu ambacho ameweza kukifanya ni kuhakikisha wanaendelea kuipata huduma yake. Tumeona kuna baadhi ya michezo ambayo alikuwa amekosekana Kagoma na akianzia mchezaji mwingine, kuna changamoto ambazo pia Simba ilikuwa inaweza kukutana naye. Na hata ukirudi kwenye mfumo Steven Baka, kuna namna anacheza. Ukiangalia kwenye ile michuano ya klabu bingwa, kama ulikuwa umefuatilia vizuri, manake akiwa ugenini alikuwa anamtumia sana Yusuf Kagoma, lakini kuna wakati pia alikuwa akiwa kwenye mechi za nyumbani Yusuf Kagoma alikuwa anaanzia nje. Kwa nini akiwa ugenini alikuwa anamtumia sana Yusuf Kagoma? Manake Kagoma ni mtu ambaye anakulinda zaidi pindi timu ikiwa inashambuliwa.